Haleluya. Wangapi wana furaha kuwepo katika nyumba ya Mungu? Bado una furaha, sio kigelegele hicho. Haleluya. Basi ninamshukuru Jehova wetu, Mungu wa baba yangu wa Kirona Bisanga. Namshukuru pia kwa ajili ya mtumishi wake, kwa ajili ya hii neema ambayo amenipa. Sifa na utukufu ni kwa Jehova wetu. Amen. Biblia anasema tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kwa kila mmoja ana ujasiri wa kwenda kwenye kiti cha enzi kupitia damu ya Yesu. Tuko kwenye huu ulimwengu. Ulimwengu umegawanyika katika pande mbili. Upande wa kwanza ni watu wa Mungu, wewe na mimi, wanaoishi, wanaomtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yao ni Mungu, kula kwao ni Mungu, kuvaa kwao ni Mungu, kutembea kwao ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni upande wa kwanza. Lakini kundi la pili ni watu ambao wanaotegemea upande wa giza, upande wa shetani, upande wa ibilisi, na wao maisha yao, tegemezi zao ni kwa baba yao Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tuko pande mbili hapa ulimwenguni, wanaomtegemea Mungu, wanaomtegemea shetani. Wote tumechanganyika, tuko hapa kwenye uwanja huu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tuko kwenye uwanja huu wa mapambano. Lakini Mungu kwa huruma zake na mapenzi yake ameona vyema kutuelekeza namna ya kuishi hapa duniani kama watoto wa Mungu kupitia neno lake, si ndio? Haleluya. Tuishije kama watoto wa Mungu tunaomtegemea Mungu, baada ya kukataa maisha ya duniani, maisha ya gizani. Tumesema sisi hatuwezi kuishi kumpendeza shetani, tukatoka na Mungu akatuokoa, akatuleta kwake. Lakini kinachoshangaza, bado watu wanatamani au tunatamani tena kule kule tulikotoka, vitu vya yule yule ambao tumemkataa tunavitamani. Kama vile tumefika mahali sasa tunaona kama vile wana wa Israeli walipofika jangwani, kwa sababu tu ya hali ngumu ambao wamekutana nayo jangwani, kusema kwamba bora tungebaki Misri, tulipokuwa na masufuria ya nyama, tulipokuwa na matikiti maji, bora tungebaki tukafa kule. Lakini kwa nini tuje kufia jangwani ambapo hapana makaburi? Kwa sababu ya changamoto ambao wamekutana nayo. Yale maisha walioishi huenda na sisi leo tunayapitia, ambao tulipookoka tuliokoka kwa shangwe na furaha, lakini tumefika mahali, tumefika kwenye jangwa, tunaona kwamba bora nilivyokuwa sijaokoka, bora nilivyokuwa sijamkiri Yesu. Maisha yalikuwa naenda, nilikuwa napata hiki na hiki, lakini baada ya kumwamini Yesu mambo yamebadilika, mambo yamegeuka. Huenda unapitia na hiyo changamoto, na kupita kwenye hiyo changamoto kuna vitu na vitamani, kuna mambo unayatamani, huenda unataka kuyarudia, au wengine tayari wameshayarudia kabisa, kwa sababu wamekutana na changamoto kama hiyo, wameshindwa kuvumilia, wameshindwa kustahimili kwenye hiyo hali, wakaona warudie vitu vile ambavyo walivikataa, amba adui anavitumia kama mtego wa kunasa watoto wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bila kujua, Biblia anasema wengine wametegwa naye na tayari wanaanza kufanya mapenzi yake shetani, kujitoa kwenye matamanio ya ulimwengu huu, kujitoa kwenye matamanio ya vitu vya ulimwengu huu. Sema vitu vya ulimwengu huu. Vitu vya ulimwengu huu
ambavyo vimetokana si na Mungu, lakini vitu hivyo anayovileta na kuvisababisha ni shetani au ni ibilisi, ambao kuna baadhi ya watu wanamtumikia na anawapa. Sasa anapowapa hao watu wanatulingishia, wanasema kama Mungu wako, mbona huna hiki? Mbona angefanya hiki? Mbona ungefanya? Ona mimi nina hiki, ona mimi maisha yanaenda, ona mimi ninaendesha gari nzuri, ona mimi nimejenga gorofa, ona mimi nina nyumba nzuri, ona mimi nafanya biashara na mambo yanaenda. Lakini wewe vipi? Mbona kwako kumekauka? Na maneno hayo huenda yanakuumiza, yanakutesa, na unaona Mungu wako tena hana nguvu ya kuweza kufanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaanza kuvitamani vitu vya wao watu au vitu vya huyo mtu, ili kwamba na wewe uonekane kwamba Mungu wako amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa inaanza kwenye kuona. Sema kuona. Inaanza nini? Kwenye kuona. Si unaona dadangu amesuka, si amesuka, sema ifanyaje? Nywele zake nzuri kabisa, zinapendeza, afu wewe ukaja umesuka twende kilioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kutamani, ibada yote haiendi, unaona kwamba imewezekanaje, amepata wapi hela, nywele zake nzuri, na mimi ningepata hela ningesuka, lakini unaficha nywele zako, umefunga na kitambaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umeona nywele za nani? Za mtu, na umetamani. Uko kwenye mchakato wa kupambana na wewe usuke kama yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hujue ni njia gani mwenzako aliyoitumia akasuka hizo nywele. Hujui ni kitu gani, hujui amepata wapi, hujui chanzo chake cha kipato, hujui chanzo chake cha hela amepata wapi akasuka nywele zake. Huenda Mungu amembariki, Mungu amempa akapata fedha halali ya kwenda kusuka, lakini kwa sababu wewe kutokujua na wewe ukaingia kwenye tamaa, unapambana usiku na mchana, bora ukamchune kaka wa watu akupe hela ukasuke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Tamaa. Na tamaa inaanza kwenye kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapoona, Biblia anasema pale Edeni, Eva alipoliona lile tunda kwamba latamanika kwa kuliwa, alipoliona ya kwamba linatamanika kwa kuliwa, asijue ndani ya lile tunda kuna uovu, kuna mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua baada ya kula nini kimetokea. Kuna vitu unavyovitamani usijue ndani yake kuna mauti, vinakuangamiza, vinakuua. Hata kama unaona vinapendeza, ni vizuri, vinavutia. Haleluya. Lakini sio vya kwako. Acha vivutie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wako Mungu atafanya, lakini usiingie kwenye tamaa ukamtenda Mungu dhambi, ukafanya vitu viovu, ukaiga mwenendo wao. Soma na mimi katika kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo sura ya 1, anzia ule mstari wa 14 na 15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Anasema lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kwa kila mtu ana tamaa yake mwenyewe. Kuna kitu anachotamani ndani ya moyo wake kwenye maisha yake ili akipate. Kwa hiyo kupitia hiyo tamaa yako mwenyewe iliyo ndani yako, Biblia anasema ujaribiwa. Kuna majaribu kwenye hiyo tamaa, na adui ukuja kukujaribu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba, tamaa inachukua mimba. Kwa kadiri unavyotamani, kuna kitu kinazaliwa. Leo umetamani, kesho umetamani, kesho kutwa umetamani. Tamaa manake inajikusanya kwa muda fulani, baadaye kuna kitu kinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinafanyaje? Kinazaliwa. Anasema halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi kisha kukomaa huzaa mauti. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganywa. Ile tamaa ikishakomaa huzaa nini? Dhambi. Na ile dhambi ikishakomaa huzaa nini? Mauti. Manake tamaa inakuwa ndani ya mtu, inajikusanya. Haleluya. Anakaa nayo, iko ndani. Kuzaliwa kwake tunaona kwenye matendo anayoenda kufanya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Manake anaenda kutenda ile dhambi, inazaliwa ndani ya mtu kupitia nini? Tamaa. Na ile dhambi inazaa nini tena? Mauti. Haleluya. Matamanio, vitu unavyotamani kwa shoga zako, kwa wafanyakazi wenzako, kwa majirani zako. Haleluya. Ni vya nani? Chanzo chake ni nini? Unajua vinatoka wapi? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kumbe kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kuna tamaa yako unayo, kuna vitu unatamani, kuna vitu vinakunyima usingizi, kuna vitu vinakunyima furaha ndani yako. Hiyo tamaa iko ndani, unatamani kwa sababu umeona. Anasema kwa sababu ya tamaa iliyo ndani yako, shetani huja na kujaribu na vitu unavyotamani. Haleluya. Adui anakuletea, shetani anakuletea kwa sababu unavitamani, na unaona Mungu amechelewa kukujibu, Mungu amechelewa kukupa. Uitafuta njia yako mwenyewe, na shetani anasema hakuna shida, nipo. Shida ni nini? Haleluya. Kama ni mdada anakuletea mbaba, kwa nini uteseke? Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuona uko barabarani, unatembea, umejaa vumbi, unamimina jasho namna hii, inapita V8, fungua kioo, angalia pembeni kwa aibu, unaangalia chini, unainama. Haleluya. Anasema shida ni nini? Unatembea kwa miguu, jua lote hili kali, ingia kwenye V8. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kwa sababu umejaa tamaa, na wewe kuona kwamba siku moja unapanda kwenye V8 yenye kiyoyozi kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenda ulikuwa unatamani watu wakipanda, hujawahi kupanda. Muujiza unatokea, unasema muujiza huu, Mungu amejibu maombi. Unaenda kwenye mauti, mpendwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingia, mazungumzo yanaanza. Hamuongelea habari za Jehova Wedi tena, hamuongelea habari za Kristo tena, hamuongelea habari za utukufu wa Mungu. Kuna mengine yanaendelea. Unakaa wapi? Unafanya nini? Unaekea wapi? Unabadilisha namba za simu, nitafute twende sehemu fulani tukale vile. Maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka nini? Nataka kila kitu unachotaka, na wewe tunakuona kanisani unaanza kupendeza, unaanza kusuka nywele nzuri, makeup inakaa vizuri kabisa, tabasamu linakuja, kila kitu unakuona Bwana amefanya, Bwana ametenda. Pendwa, unaingia kwenye mauti bila kujua. Hiyo ni tamaa imekupeleka, si Mungu. Haleluya.
Na wengine kama ni binti, na wengine wanaokutana nawe kanisani wanakutamani, wanatamani kujua imekuwaje. Wanaanza nawe kukutamani maisha yako, kumbe hawajui wewe unachofanya. Haleluya. Ndio maana Yakobo anasema kila mtu, Biblia anasema kila mtu hujaribiwa kwa tamaa yake. Kama hujalizika na mkeo, unatamani mke wa mtu mwingine, hiyo ni tamaa yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujalizika na chumba chako kimoja, unatamani gorofa, hiyo ni tamaa yako. Kama hujalizika kula matembele, unataka maini, kuku choma, nyama choma, hiyo ni tamaa yako. Na kuna jaribu hapo. Shetani atakuja tu. Haleluya. Atakuja tu. Si unataka kuonekana, kuonyesha ulimwengu kwamba we ni nani? Yupo mwenye ulimwengu. Yupo mwenye huu ulimwengu. Anasema yupo mwenye kwenye huu ulimwengu ni Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko haraka soma Zaburi. Zaburi ya 73 mstari wa 3. Alafu tunaenda ule wa 17. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Katika taabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Aliwaonea wivu nini? Mstari wa 3 anasemaje? Naliwaonea wivu wenye kujivuna. Ndio. Katika hali ya amani ya wasio haki. Ni mtumishi wa Mungu Daudi alifika mahali maisha yamembana, mambo hayaendi, analitia jina la Bwana kimya, anafunga na kuomba, hakuna mifungo ya tatukavu, hakuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mifungo yote hamna, kweupe. Biblia anasema akafika mahali akasema aliwaonea wivu njia yao ya sio haki, amani yao. Mbona wananenepa, wanapendeza, wanakula, wanavaa, mambo yanaenda, wanaendesha magari mazuri mjini, wanalala nyumba nzuri, imekuwaje? Biblia anasema akawaonea wivu watu ambao wanamtumikia Shetani, watu ambao wamejitoa nafsi zao kwa adui, kwa Shetani. Mtumishi wa Mungu anasema aliwaonea wivu hali yao. Soma mstari wa 17. Hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. 18. Hakika wewe huwaweka penye utelezi, huwaangusha mpaka palipoharibika. Namna gani wamekuwa ukiwa mara, wametokomea na kutoweshwa kwa utisho. Amina. Daudi anaongea vitu vizito. Alifika mahali maisha yamembana, mambo hayaendi, lakini anawaona wasio haki, wasio mcha Mungu, wasio muabudu Mungu wao. Wao wanaabudu miungu yao, wanaenda kufanya tambiko, wanaenda kutoa kafara, wanaona mambo yanapendeza, wananenepa mjini, wanaendesha magari mazuri mjini, wanaenda viwanja mjini hapa, sehemu nzuri nzuri wanaenda wao. Lakini alipoona yeye amekauka, anapiga vumbi usiku na mchana, mambo ya hayaendi, ana vyakula cha kutafutiza. Biblia anasema mtumishi wa Mungu akafika mahali akatafakari, akasema inawezekanaje wasio haki wananenepa, wasio haki wanapendeza, wasio haki mambo yanaenda? Inakuwaje mimi naliitia jina la Bwana wa majeshi lakini mambo yaendi? Na ninaposoma ya kwamba Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake, kwako haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wivu kaanza ndani, manake akatamani hali yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa ikaanza kutamani maisha yao, kutamani vitu vyao, kutamani lifestyle ya maisha wanaoishi. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Lakini baadaye
Biblia anasema ya kwamba itabidi aingie magotini tena patakatifu pa nani? Pa Mungu, kuichunguza njia yao. Mungu akamfunulia, Roho wa Bwana akamfunulia mwisho wa watu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama lile neno ambalo Yesu alisema ya kwamba njia ni pana na tena iendayo wapi? Upotevuni, na waingiao nini? Ni wengi. Ni pana, inapendeza, ina kiwango cha lami. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapotembea njiani hata kujikwaa huwezi kujikwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Njiani kuna mishkaki, njiani kuna kukuchoma, yaani mambo mazuri mazuri hiyo njia. Lakini anasema mwisho wa hiyo njia wapi? Daudi akarudi akaenda mbele za Bwana, akasema nikaitafakari hali yao, nikaona kumbe Mungu aliwaweka kwenye utelezi, mwisho wao sio mwema. Amani ninayoiona ni amani ya nje, lakini ndani yao kuna mauti, ndani yao kuna mabaya, ndani yao wanaelekea shimoni. Akarudi nyuma akasema bora nile matembele, bora nilalie kisamvu, lakini ndani yangu kuna amani, lakini ndani yangu kuna amani, lakini ndani yangu mimi Daudi nitamtukuza Bwana. Kumbe na vitamani vitu ambavyo ndani yake kuna mauti, ndani yake kuna uharibifu. Hata kama wananenepa, hata kama wanapendeza, lakini mwisho wao. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wasikutishe mjini, una Mungu aliye hai. Tulia, tulia mwanangu, tulia na Jehova wetu, tulia na Mnazareti. Haleluya, haleluya. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu mwisho wa huyu mtu, hata kama ana gari nzuri, ana gorofa mjini, mwisho wake ni wapi? Lazima urudi utafakari. Hivyo vitu ni vya muda, anatesa navyo, lakini ni vya muda. Haleluya. Visikuingize kwenye mauti, visikuingize kwenye uharibifu ukamuuza Mungu kwa chipsi yai. Haleluya. Unajua leo tunamwambiaga Yuda akamuuza Mungu kwa vipande 30 vya pesa Yesu, si ndio? Lakini leo bado kuna watu wanamuuza Mungu kwa chipsi kidari. Haleluya. Yaani leo bado watu wanamuuza Yesu kwa chipsi kidari. Tunamnyoshea kidole Yuda. Leo namuuza Yesu kwa kodi ya nyumba. Leo namuuza Yesu kwa kiatu cha sikukuu. Tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kiatu hiki kila Jumapili wananiona nacho hiki, haiwezekani. Haiwezekani. Hiki kiatu kimepinda, hakina ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajuaga vile viatu, yaani wakati mwingine kiatu huku kimetoboka, watu magoti mnapiga mnaangalia, ukitakiwa upige uangalie, kwa sababu unafikia nini? Kiatu hakina ushuhuda, kimetoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisigino kimeenda upande. Unasema haiwezekani haya maisha. Ni Mungu gani ninayemwabudu? Ni Mungu gani huyu? Lakini acha nikwambie, kama ndani yako yuko Kristo na uzima, kama ndani yako yupo Yesu, usione aibu. Usione aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuliko kuingia kwenye mauti, kuliko kuingia kwenye uharibifu, achana na hiyo tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika mahali kama Ayubu, umetamani njia yao wasio haki, amani yao. Uende ofisini unafanya kazi, wewe ndio umeokoka, watu wanakaa vikao, muone mlokole amepauka, hana ushuhuda, hata hawezi kupaka mafuta, lakini wao wanakuja na vitu vizuri ofisini. Haleluya, haleluya. Halafu kwa sababu tu mlokole, kwa sababu tu wanakuvuta ili waulize, wenzangu mnafanyaje? Hasema njoo tukuonyeshe njia. Leo watu, kanisa limeingia duniani na sio dunia kuingia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani dunia yote imeingia kanisani. Na
uko bize kumwangalia tena mpaka umemfollow, na ni mlokole, umemfollow, unamuiga anachofanya, amesuka mtindo gani, amekuja na staili gani. Mpendwa, Biblia inasema kwenye Wakolosai, yatamanini yaliyo juu, akati Kristo amefanyaje? Ameketi. Msiyatamani yaliyo chini. Anakufundisha nini huyo mtu? Wapendwa, haleluya. Ndio maana nikasema leo ukiangalia watumishi sisi wa Mungu, sisi na mimi nikiwepo, kila mmoja amehalalisha cha kwake. Umeelewa eh? Kila mmoja amehalalisha cha kwake anachoona ni chema. Leo mtu anakuambia Mungu angalii mwili, Mungu angalii vazi, amehalalisha. Anasema ni kweli kabisa. Na mwingine naye kesho anasema kuoa wanawake watatu sio dhambi, naye ana andiko lake, amehalalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila mmoja ana tamaa yake. Nini? Tamaa yake inampelekea kupata revelation. Na Biblia inakupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maandiko yote unasema mbona Daudi akaoa wanawake watatu? Kumbe hakuna shida na Mungu akatembea naye. Na wewe unaoa watatu kwa sababu una andiko la kusimamia. Haleluya. Unasema kusema uongo sio dhambi. Mbona Ibrahimu akasema uongo? Mbona Isaka akasema uongo? Una revelation yako na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasimamia. Kwa sababu ya tamaa yako, unataka kufurahisha moyo wako wewe. Unatafuta na maandiko ya kusimamia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapingana na mpango wa Mungu. Kwa leo ukitafakari kanisa na watumishi sisi wa Mungu, kila mmoja anachakwaka anachosimamia, amehalalisha. Na si cha Mungu. Kila unachosoma Biblia haijaacha kitu. Ndio maana utakuta kina Daudi wameoa, kina Ibrahimu wametembea na vijakazi. Kwa hiyo ukitaka kusimamia hayo, utalala na vijakazi wa nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio? Si hapo? Sasa mtu akikwambia mbona Ibrahimu akalala naye, wewe unasemaje? Unabishana na maandiko? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huyo mtu anataka, kuna tamanio lake liko ndani, anataka kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anatafuta cha kutimizia. Anatafuta andiko la kutimizia. Bwana Yesu asifiwe sana. La kusimama nalo, lakini sio kweli. Kwa baba anasema kuna matamanio yametuingiza kwenye uovu, yametuingiza kwenye dhambi, yametuingiza kwenye uharibifu. Kila tamanio lako ambao si mpango wa Mungu, ambao sio kusudi la Mungu, lazima leo likuachie katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio alafu unasema lakini nitaishije? Itakuwaje? Kwa unaomba lakini uombi kwa nguvu, kwa sababu unaona akiondoka. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Yaani unamkunguta mbaba penejea na hela zake ndio anayekuweka mjini, akiondoka. Yaani unatoka nje anasema we na mimi basi. Alafu kodi ya nyumba imekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mdomoni unaomba lakini ndani unasema Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimuuze Yesu. Usimuuze Yesu kwa tamaa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo bado tabia, roho ya Yuda inatembea. Leo roho ya Yuda inatembea. Usimnyoshee kidole Yuda. Huenda wewe hujamuuza kwa kipande vya fedha.
umemuuza kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaenda kwa bosi interview, upiti mpaka mambo fulani. Haleluya. Na Yesu umemweka wapi? Umemuuza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na anasema ukinikataa kazi huna. Lakini tunaye Mungu aliye hai, Jehova wetu, akayaondoe matamanio yako, lakini akawe matamanio ya Mungu ndani yako. Mbona watu hatunatamani sana ufalme wa Mungu? Mbona hatutamani sana mambo ya kimbingu? Au kwa sababu hatuyaoni? Haleluya. Tunayatamani kwa sababu tunayaona. Hatujafika mbinguni, hatuyaona mbinguni, lakini Mungu anasema yatamanini yaliyo juu. Kristo ameketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema tamaa chanzo chake ni Leo tuko hapa lakini ibada imevurugika kwa sababu tu ya gauni la mtu. Ukitoka hapa nasema nitapambana wikini na mimi nipate. Achana na hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekubariki, utukufu kwa Bwana. Lakini usiingie kwenye mtego wa ibilisi kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu tu Mungu anafanya kwa majira yake, kwa wakati wake. Haleluya. Tulia na Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Mungu ni nani? Ni mwaminifu. Baraka za Mungu zipo. Baraka za Mungu zipo. Biblia anasema baraka za Mungu hazina majuto. Hazikuachii mimba. Baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautajutia Mungu akikubariki. Hujaiuza nafsi yako kwa mtu. Umeitoa kwa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema baraka za Mungu hazina majuto, lakini vitu vya shetani vina majuto. Utavijutia, utavilipia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utamuona binti yuko hapa, mnaimba hapa mbio, utamuona miezi 3, 4, 6 hayupo, akirudi ana mtoto. Hatujaona ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujaona nini? Ndoa, lakini tayari ana matokeo. Tunaona matokeo. Manake tunajua kilichofanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Tamaa. Unatamani kuolewa. Tulia, ingia magotini. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshangilie Jehova wetu. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.